Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Deusi Simon. Niko chini ya huduma ya utume kwa mataifa yote. Nimeokoka na ninampenda Yesu. Siku ya leo nilitamani tuzungumze mambo machache kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini ninaamini neno hili ambalo tunataka kushare mimi na wewe linaweza likakuvusha na pia likakupigisha hatua kwa ajili ya wakati ujao na wakati huu. Somo letu la leo ambalo tunataka tujifunze ni kuhusiana na habari ya sheria ya mauti ndani ya viungo vya mwili wa mwanadamu. Sheria ya mauti iliyomo ndani ya viungo vya mwanadamu. Kwa nini tunazungumzia habari ya sheria? Kabla ya Mungu kuleta neema alitanguliza sheria. Sheria ilianza kuja ndipo neema ilipokuja. Lakini kwa nini sheria? Na hata nchi yoyote ina sheria zake ambazo zinaliongoza lile taifa. Lakini na mbinguni pia kuna sheria za mbinguni ambazo Mungu anamwelekeza mwanadamu kwamba atembee katika hizo sheria na aweze kufanikiwa kupitia sheria hizo. Sheria humuongoza mtu kwa kumlazimisha kufanya kile ambacho sheria inakitaka. Na hata kama alikuwa hataki, ila sheria humlazimisha kufanya kile ambacho sheria inataka afanye. Kwa hiyo sheria humsogeza mtu kwenye eneo ambalo linatakiwa, au yule aliyetunga sheria ili afanye sawasawa na sheria inavyosema. Kwa mfano, tunapozungumzia habari ya katiba ya nchi, tunazungumzia sheria. Usipoifuata maana yake umevunja katiba. Na kwa sababu hiyo, mpaka leo tuangalie sheria ambazo ziko ndani ya mwanadamu, ambazo huwaga zinamvuta sana kumwelekeza katika uharibifu. Tuangalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26 na ule mstari wa 5. Mwanzo sura ile ya 26 na ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Tunaona Mungu akampa Ibrahimu, aliposikia sauti ya Mungu, wakati ameisikia, Mungu akampa sheria, akampa maagizo, akampa hukumu. Hivyo vitu vyote akampa. Alafu Ibrahimu akavifuata na akaanza kuvitembelea na akaanza kuviishi kwenye maisha yake. Wakati alipoanza kuzifuata zile sheria, amri, maagizo na maelekezo na hukumu za Mungu, alipoanza kuziishi, ndipo alipoanza kutembea na Mungu na akazisikiliza. Shetani mara nyingi anachokifanya ni kuhakikisha mwanadamu hawezi kusikiliza sheria za Mungu. Mungu anataka nini? Mungu anaagiza nini? Mungu anaelekeza nini? Kwa hiyo adui mara nyingi humfanya mwanadamu aache kusikiliza zile sheria za Mungu na kuanza kutembelea sheria zake mwenyewe ambazo zitamletea mauti, ambazo ziko ndani ya mwili. Tutaangalia kitabu cha Warumi sura ile ya 7 na ule mstari wa 14. Warumi sura ile ya 7 na ule mstari wa 14. Kuna neno la Mungu hapa linasema, neno la Mungu linazungumza. Warumi sura ile ya 7 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni. Torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwili, nimeuzwa chini ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake torati ni sheria, lakini anasema asili ya hiyo sheria ni ya rohoni. Mimi ni mtu wa mwili, nimeuzwa chini ya dhambi. Kwa hiyo maana yake anasema kwamba ile sheria yeye hawezi kuifuata kwa sababu yuko kwenye mwili. Sheria ni ya rohoni, sheria ya rohoni ambayo ndio torati, anasema yeye hawezi kuifuata kwa sababu yuko chini ya nini? Ya mwili. Maana yake kwenye mwili kuna sheria nyingine inayomvuta asiweze kuifuata ile sheria ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaangalia kuna wakati mtu mwingine anatenda dhambi lakini hataki. Moyoni mwake kabisa anakuwa hataki, lakini anajikuta ametenda dhambi. Kwa nini? Hata ukikutana na mtu ambaye ni mrevu, ukimwambia wewe umelewa, anakataa kwamba mimi sijalewa, lakini amelewa. Kwa nini anakataa? Ile sheria iliyomo rohoni ambayo ni ya Mungu inamwambia kwamba hiki unachokifanya hakifai, lakini kwa sababu kuna sheria nyingine iko kwenye mwili inakuwa inamvuta kutenda ile dhambi.
Tuangalie kile kitabu cha Warumi ile sura ya 7 na ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nichukialo ndilo nalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona huyu Paulo anazungumza, anasema lile ninalolichukia ndilo ninalolitenda, ila lile ambalo napenda kulitenda silitendi. Na ikiri ile sheria ambayo inanielekeza kutenda jema kuwa ni njema, lakini najikuta sitendi hilo. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho ni sheria iliyomo ndani ya mwili wake inamvuta kutenda lile asilopenda kulitenda. Kwa hiyo ile sheria ya rohoni ambayo ni ya Mungu sasa, ambayo ni ya Torati, inamwelekeza atende jambo lingine, lakini anajikuta anatenda jambo lingine. Kwa nini? Kwa sababu mwili ndio ulioanza kuumbwa kabla ya roho kuingia ndani ya mwili. Kwa hiyo lazima ule mwili uutii ile sheria ya rohoni ili uweze kwenda sawa sawa na Mungu anavyotaka. Kuna watu wengi wanatamani kwenda kama Mungu anavyotaka. Kuna watu wengi wanatamani kumtumikia Mungu. Kuna watu wengi wanatamani kuishi Mungu anavyotaka. Kuna watu wengi wanatamani kutembea kama Mungu anavyotaka. Lakini unakuta mtu anashindwa. Kwa nini anashindwa? Ni kwa sababu kuna sheria iliyoko kwenye mwili. Ile sheria inakuwa inamvuta kumtoa kwa Mungu, kumwelekeza kwenye mwili, ambapo mwili sasa, mwili wenyewe hauwezi ukaulisi ufalme wa Mungu. Na mwili kila siku unahitaji kufa, maana kusudi la mwili ni mauti, lakini kusudi la roho ni uzima wa milele. Kwa hiyo sasa lazima ile sheria ya kwenye mwili ife, alafu sheria ya rohoni ndiyo iwe na nguvu kuliko sheria ya mwilini. Sheria ya mwili inapokuwa na nguvu kuizidi sheria ya rohoni ndani yako, tayari huwezi kuyatenda mapenzi ya Mungu, huwezi kuishi kama Mungu anavyotaka, hutatembea kama Mungu anavyotaka, hutakaa kama Mungu anavyotaka. Utajikuta unatenda yale ambayo Mungu hapendi, na kama utatenda ambayo Mungu hapendi, basi Mungu hawezi kuishi na wewe au hawezi kubariki maisha yako, kwa sababu unatenda ambavyo Mungu hataki. Kitabu cha Wakorinto sura ile ya Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 47 hadi wa 50. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 47 hadi wa 50. Neno la Mungu linasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kuto kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona neno la Mungu linavyotuambia kwamba mtu wa kwanza ametoka kwenye udongo, na wa pili ametoka mbinguni, ambaye ni wa roho, na ambaye ni roho. Na anasema kama wa mbinguni walivyo, ndivyo wa roho ndivyo walivyo. Na kama wa udongo walivyo, wa mwilini ndivyo, na wa udongo ndivyo walivyo. Kwa hiyo kama ukiwa mtu wa mwili, ile sheria ya mwilini inavyokuwa inakuvuta kukuongoza, inavyokuelekeza, maana yake yenyewe inaishia hapa. Na anasema kwamba mwili, damu na nyama haviwezi vikalisi ufalme wa mbinguni. Maana yake mwili hauwezi ukarithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mwili unapokuwa na kukosesha, mara nyingi kuna sheria ya mauti ambayo sio ya kurithi ufalme wa mbinguni, sio ya kurithi, lakini roho inataka kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo lazima ile sheria inayo-operate mwili au inayoongoza mwili ife kabisa, ndipo roho inaweza ikatenda kazi, na mwili unakukosesha kukupeleka jehanamu au kukuangamiza, lakini roho kusudi yake ni kwamba upate ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ninachotaka nizungumze na wewe siku ya leo ni kwamba hakikisha unamwomba Mungu ile sheria ambayo iko kwenye mwili
inakufa, ambayo inakuongoza katika uharibifu, inayokuongoza katika kushindwa, inayokuongoza katika hali ambazo ni za mwili kabisa. Unajaribu, hata unaona kuna wakati muda mwingine unatamani kuamka kuomba, lakini unashindwa. Kwa nini unashindwa? Ni kwa sababu mwili umeshikilia ile sheria kwenye mwili, inakuzuia kwamba unatakiwa ulale, lakini kusudi la mwili ni mauti na kusudi la roho ni uzima wa milele. Ndio maana hata unaweza kuwa umelala, lakini roho inakwambia amka uombe. Kwa nini roho inakwambia amke uombe? Ni kwa sababu roho yenyewe inataka kwenda mbinguni. Roho inataka kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Roho inayotaka kuishi Mungu anavyotaka, lakini mwili unataka kuyatimiza mapenzi ya duniani. Mwili unataka kutimiza kusudi la duniani, lakini roho inataka kutimiza kusudi la Mungu. Roho ina nguvu, inahitaji kuishi daima milele. Roho ndo itakayoishi milele, lakini mwili lazima utakufa. Maana kila mtu atatoka kwenye mwili, atavaa mwili wa kutoharibika. Mwili huu ambao tunao ni wa kuharibika, na ndio maana kila mtu mwili wake alionao, hata angekuwa ni mzuri kiasi gani, hata angekuwa anafananaje, mwili wake lazima utaharibika tu. Hata angekuwa ni maarufu kiasi gani, mwili huu ambao yuko nao lazima utaharibika. Lazima kuna mwili ambao hauwezi ukaharibika, lakini mwili unakuvuta kwamba kuelekeza kwenye uharibifu, kwa sababu mwili wenyewe ni wa kuharibika. Mwili umetoka kwenye udongo, kila wakati unawaza kufa mwili, lakini roho inawaza uzima wa milele. Tuangalie kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 7 na ule mstari wa 17. Warumi sura ile ya 7 na ule mstari wa 17. Warumi 7 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linatuambia kitu hapa. Warumi sura ya 7 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linatuambia kitu hapa. Inasema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Yaani dhambi inakaa ndani yake, sio nafsi yake, sio utashi wake unaosababisha atende yale ambayo hayakukusudiwa, si utashi wake wa kutenda yale ambayo si mapenzi ya Mungu. Lakini anasema kuna ile dhambi inayokaa ndani ya mwili wake, haikai kwenye roho, inakaa kwenye mwili, haikai ndani ya roho yake, inakaa kwenye mwili wake, ndiyo inayomsababisha atende yale asiyopenda kuyatenda. Anazungumza ni Paulo huyu, anazungumza ni Paulo mtumishi wa Mungu. Anashangaa kuna vitu anatamani kuvitenda lakini havitendi, anatenda vile ambavyo hakupenda kuvitenda. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile sheria inayokaa ndani ya mwili, ndiyo inayomvuta kutenda mabaya. Na sasa nataka nikushauri mwana wa Mungu unayenisikiliza siku ya leo, ni vizuri kwenda mbele za Mungu kumwomba kusaidie kuivunja ile sheria ya mwili inayokutesa, inayokusumbua, inayokuvuta kwenda ambapo haukutaka kwenda. Sheria ya mwili. Kuna mtu anasema natamani kwenda ibadani lakini hawezi, kwa sababu kuna sheria inamvuta kumrudisha nyuma asimwabudu Mungu. Lakini roho inataka kumwabudu Mungu. Kila roho ya mwanadamu imeumbwa ili muabudu Mungu. Ndio maana mtu akikosa kumwabudu Mungu ataenda kuabudu hata kwenye mti, ataenda kuabudu wapi. Lakini roho ya ile ambayo Mungu ameweka ndani yako inatamani sana kumwabudu yeye. Tuangalie ile 17, Warumi ile sura ya 7 mstari wa 18 hadi wa 19. Warumi sura ile ya 17 hadi ule mstari wa 10 na Warumi sura ya 8 mstari wa 17 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, anasema sio mimi, ila ni ile sheria inayokaa ndani ya mwili wangu. Na anasema kwenye mwili halikai jambo jema, nalotaka kulitenda jema silitendi. Kwa nini silitendi? Ni kwa sababu kuna sheria iko kwenye mwili, na kwenye mwili wangu halikai jambo jema. Mwili haujawahi kuwaza jambo jema. Mwili siku zote unawaza uharibifu. Mwili siku zote unawaza kuchoka, na hata unapotembea mwili hautaki utembee. Mwili unatamani kwenye uharibifu, unatamani kukaa, unatamani kula na kunywa, unatamani hivyo. Ndio tamaa ya mwili, ndio kusudi la mwili. Lakini anatamani kutenda jema, lakini anajikuta halitendi. Anasema si mimi ninayeshindwa kutenda jema, ila ni ile roho
iliyoko ndani ya mwili wangu, ni ile sheria iliyoko ndani ya mwili wangu. Mstari ule wa 20, neno la Mungu linatuambia, tuangalie mstari wa 20, nasema basi kama lile nisilolipenda ndilo ninalolitenda, nitendalo si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda ni lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyoko katika viungo vyangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, anasema mimi nataka kutenda jambo jema, lakini kuna nguvu inashindana na ile akili yangu, inashindana na nafsi yangu, inashindana na roho yangu, najikuta natenda lililo baya. Anasema sasa kama hili baya linatokea, sio mimi naye litenda, ila naona kuna sheria ambayo inapingana na akili zangu, na hiyo sheria inapigana na maisha yangu. Hiyo sheria iliyo kwenye mwili wangu inashindana mimi ili kunifelisha, kunikwamisha, kuniangamiza, kuhakikisha ninaharibikiwa kila kitu. Ni sheria iliyoko kwenye nini? Kwenye mwili, ndio inayopingana. Kwa hiyo ni vita kati ya mwili na roho, vita inapiganwa. Wewe unaweza ukawepo, unataka kutenda jambo jema, unaona kuna upinzani unatokea kwenye nafsi, tenda usitende, tenda usitende, ile ni vita inatokea kwako. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hii ni vita tayari. Uingie kwenye maombi mara moja, kuhakikisha unashindana na ule mwili unautiisha. Ile sheria ya kiroho ya kimungu inatenda kazi tayari, na ile sheria ya kimwili inakufa. Utashangaa unaanza kutenda lilo jema, utashangaa unaanza kutenda jambo jema. Na hata unakuta mtu wanasema fulani anajua anatukanaga watu sana, lakini akimaliza kutukana mtu baadaye anajiuliza, kwa nini nimemtukana? Ni kwa nini sheria ya mwili imemwopaleta akatukana mtu, na baadaye ile sheria ilipoacha kutenda kazi, roho inamuuliza, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unafanya hivyo? Lakini kuna upinzani unaopotokea anapotaka kutenda. Kuna upinzani unatokea kwa ghafla kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vita inapiganwa katika ulimwengu wa roho. Unapotaka kutenda jambo jema, kuna vita. Unapotaka kuishi maisha ya Mungu anayoyataka, kuna vita inatokea. Unapotaka kuishi kwenye kusudi la Mungu, kuna upinzani unatokea. Kwa unakuta unapigana vita. Lakini leo nataka nikwambie, kama hii ni siri kubwa ambayo ninakufunulia, ambayo watu wengi hajui kama mwili wake unapingana na roho yake. Mwili wake unapingana na roho yake. Hivi ni vitu viko sehemu moja, lakini havikubaliani, vinapingana, havikubaliani kwenye utendaji. Mwili siku zote unapingana na mwili, siku zote, kila siku unapingana na mwili na roho. Mwili unapingana na roho, unataka mauti, unataka kushindwa, unataka kuharibikiwa, ndio kusudi la mwili. Lakini roho, mara nyingi roho inataka kushinda, roho inataka kufanikiwa, roho inataka ubarikiwe, roho inataka umjue Mungu, roho inataka uwe na ibada, roho inataka uombe, roho inataka usome neno, roho inataka umtolee Mungu, roho inataka umsifu Mungu. Lakini unakuta mwili hautaki umsifu Mungu, mwili hautaki umtolee Mungu, mwili hautaki uombe, mwili hautaki ufunge. Ndio maana hata ukifunga unaona mwili unalegea sana, lakini roho iko salama, ila mwili unalegea. Mwili kwa nini? Hautaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Wagalatia mara moja. Tuangalie hapa kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na ule mstari wa 7. Wagalatia sura ile ya 5, Wagalatia sura ile ya 5 na ule mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie neno la uzima hapa kidogo, kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linatuambia, neno la Mungu linasema, Wagalatia sura ile ya 5 na ule mstari wa 17, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Asema mwili ushindana na roho, na kwa sababu hivi vitu vimepingana,
hauwezi ukafanya unachokitaka, huwezi kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu kuna upinzani. Mwili unapingana na roho na roho inapingana na mwili. Kwa hiyo huwezi kufanya unachokitaka. Lazima sasa utiishe mwili, roho iwe na nguvu, ndipo utakapofanya unachokitaka. Roho sasa inaanza kuongoza mwili. Hapo utafanya unachokitaka, utafanya Mungu anachokitaka, utafanya Mungu alichokusudia. Lakini kama hautoweza kuhakikisha ile sheria iliyoko kwenye mwili unaivunja, ikavunjwa, itakuwa ngumu sana kuweza kutembea sawasawa na Mungu anavyotaka. Maana sheria ya mwili inaivuta roho ili ushindwe. Sheria ya mwili inataka ushindwe, sheria ya mwili inataka ufe, sheria ya mwili ni ya kukata tamaa, lakini sheria ya roho inataka uinuliwe. Unaona kwamba hivi vitu vikipingana, kama roho inaupinga mwili, huwezi ukafanya unachokitaka. Lazima kwanza utiishe mwili, ndipo utakapoweza kufanya unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza ukafanya unachokitaka. Tuangalie kitabu cha Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Kuna kitu hapa tunataka tuangalie. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Kwa kitu tunataka tuangalie hapa. Mungu atusaidie. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Inasema, vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Anasema, nataka irudie, vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Unaona, kwenye mwili wako ndipo kuna vita, ndipo kuna chanzo cha tamaa. Kwenye mwili wako, hakuna mahali inapotokea. Kwenye mwili ndipo unapoona mtu anatamani vitu vikubwa, ndipo unapoona mtu anafanya mapigano, anafanya uovu. Kwa sababu ya nini? Ya tamaa. Kuna sheria ya tamaa iko ndani ya mwili. Unashangaa, unaona mtu anamuua mtoto wake ili apate mali kwa ajili ya tamaa. Unashangaa mtu anamuua mzazi wake, anamuua mume wake, anamuua mtoto wake ili apate mali. Tumeona watu wanajiunga kwenye mitandao ya giza ili wafanikiwe, wanaangamiza vizazi vyao, wanaangamiza ndugu zao ili waweze kupata nini? Mali. Ni nini? Ni tamaa. Tamaa ziko kwenye nini? Kwenye mwili. Mwili ndio unaotaka uwe na vitu vikubwa, mwili ndio unaotaka uwe na umaarufu, mwili unataka uwe na hali fulani ambayo wakati hujaifikia. Na mtu akiwa wa design hiyo, tayari sheria inaanza kumuongoza ya kwenye mwili, na huyo mtu tayari atakuwa mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari huyo mtu atakuwa mwovu, tayari huyo mtu ataanza uharibifu, tayari huyo mtu ataanza kutowathamini watu wengine, tayari huyo mtu ataona watu wengine si wa muhimu, si wa maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie pia kwenye kitabu cha Petro, ni sheria zinazotoka kwenye viungo vyenu. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya pili. Petro wa kwanza sura ile ya pili mstari, Petro wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 11. Tuangalie hapo neno la Mungu linatuambia nini. Petro wa kwanza sura ile ya pili na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Sema, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Unaona, anasema epukaneni na hayo mambo, achana na tamaa. Mjue kwamba nyinyi ni wapitaji. Inawezekana mnafanya vitu. Kuna watu ambao leo hii mtu anamuua mtu mwingine ili apate mali, anasahau kwamba yeye ni mpitaji. Mtu anamharibu mtu mwingine, anasahau kwamba mimi na wewe nitaharibiwa, mimi ni mpitaji. Lakini Paulo anazidi kusisitiza, anasema mjue kwamba nyinyi ni wapitaji. Hata mkifanya uovu wa kiasi gani, nyinyi ni wapitaji. Hata mkiharibu watu wengine kiasi gani, nyinyi ni wapitaji. Zile sheria za uharibifu ambazo ziko ndani ya mwili wenu, msisahau kwamba nyinyi ni wapitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendelea kutukumbusha kwamba sisi ni watu wa kupita. Achana na hizi tabia ambazo mwili unapingana na roho. Roho inasema unatakiwa kumwabudu Mungu. Mtu anaishi duniani anajua kama Mungu, mtu anaishi duniani kama vile hata kufa, anaishi duniani anafanya uasi wa kila namna.
uharibifu wa kila namna. Anasahau kwamba yeye ni mpitaji, anasahau kwamba kuna siku na yeye anapita. Kuna mtu anaua mtu mwingine, anasahau kwamba na yeye kuna siku atakufa. Haoni kama ni mpitaji. Ni kwa nini? Kuna sheria iko kwenye mwili wake ya uharibifu inayomfanya asione kwamba yeye ni mpitaji, asijue kwamba mimi ni wakupita, kesho na kesho kutwa naweza nisiwepo, lakini napo kama sitakuwepo nitaenda wapi? Nitakaa wapi? Kwa hiyo lazima hivi vitu mtu avitambue. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mtu hivi vitu avitambue. Paulo anazungumza, anasema ni kwa sababu ya tamaa zinasababisha, zinazopingana na roho, pinzani kwenye ulimwengu wa roho, ndio unasababisha mfanye uharibifu kama huo. Tuangalie kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na ule mstari wa Warumi sura ya 13 na ule mstari wa 14. Warumi sura ya 13 mstari wa 14. Neno la Mungu linatuambia, Warumi 13 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuasha tamaa zake. Anasema mvaeni Kristo. Unapomvaa Yesu Kristo, anaharibu ile sheria kwenye mwili. Unapotembea na Kristo, sheria za kwenye mwili zinaharibika. Unapokaa na Kristo ndani yako, sheria za kutenda uharibifu wa kimwili zinaharibika. Yesu Kristo anachukua hatamu, anaanza kuongoza mwili wako, anaanza kuishi na wewe, anaanza kukuelekeza. Ndio anasema kumvaa Yesu Kristo. Kumvaa maana yake akikaa kwenye mwili wako anakuwa vazi. Akiwa vazi anaufisha ule mwili, na zile sheria zake zinashindwa kutenda kazi, bali sheria ya roho ya Kristo inaanza kutenda kazi ndani yako. Na kushauri mwana wa Mungu, amua kumvaa Yesu Kristo, amua kutembea naye. Ataharibu sheria zote za mwilini, ataharibu sheria zilizoko kwenye viungo vyako, ataharibu sheria zinazokukwamisha, ataharibu sheria zinazokuzuia kufanikiwa, ataharibu sheria zinazokurudisha nyuma, ataharibu sheria zinazokuangusha mara kwa mara. Sheria zile ambazo ziko kwenye mwili ataziharibu katika jina la Yesu. Tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 16. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 16. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza tamaa za mwili kamwe. Roho, ukienda kwenye roho, Roho Mtakatifu anafisha ule uhalisia wa mwili, anaamsha ule uhalisia wa roho. Ndio maana nazungumza kwamba nendeni kwa roho. Mkienda kwa roho, hamtatimiza matakwa ya mwili, hamtatimiza mapenzi ya mwili, hamtatimiza kusudi la mwili, maana mnatembea katika roho. Na kuombea mwana wa Mungu unayenisikiliza siku ya leo, amua kutembea katika roho, amua kumvaa Yesu Kristo, amua kuongozwa na roho. Hautatimiza kusudi la mwili, hautatimiza sheria za mwili, hautatimiza mapenzi ya mwili, hutatimiza utashi wa mwili, bali utatimiza utashi wa roho. Basi tuangalie kitabu cha Zaburi tunapoelekea ukingoni. Tuangalie kitabu cha Zaburi sura ile ya 94 mstari wa 20. Zaburi 94 mstari wa 20. Zaburi 94 na ule mstari wa 20. Zaburi 94 mstari wa 20. Zaburi sura ile ya 94 na ule mstari wa 20. Nitasoma hapa kwa jina la Yesu. Zaburi 94 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema, je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe, ngacho madhara kwa njia ya sheria? Nataka nirudie hapa kidogo. Je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe, kitungacho madhara kwa njia ya sheria? Unaona, anasema kiti cha udhalimu kishirikiane na wewe, yani maana yake misingi ya uharibifu ishirikiane na wewe, ambayo inatunga sheria za madhara, yanaingia ndani yako. Sheria ni za madhara, unaanza kudhurika. Lakini neno la Mungu linatuambia siku ya leo tumvae Yesu Kristo, ambaye atatuongoza katika roho, na tukitembea katika roho hatutaweza kuyatimiza mapenzi ya adui, hatutaweza kuyatimiza mapenzi ya giza.
Hatutaweza kutembea kwenye kusudi la giza, hatutaweza kutembea kwenye kusudi la mwili, bali tutatembea katika kusudi la Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninakushauri mwana wa Mungu ambaye umenisikiliza siku ya leo na wakati huu, neema ya Kristo bado iko pamoja na wewe. Neema ya Kristo bado ipo. Ndio maana Yesu anakukumbusha, inawezekana kuna sheria zimekuwa zinakuvuta sana. Unataka kutenda yaliyo mema lakini hauyatendi. Unataka kutenda Mungu anayoyataka lakini huyatendi. Unataka kutenda makubwa lakini huwezi kuyatenda. Unaona unahofu kushindwa, unahofu kuchoka, unahofu kurudi nyuma, unahofu kutowezekana. Lakini kuna sheria ya Mungu sasa ambayo ni ya Roho ikusaidie siku ya leo. Hiyo sheria inakusaidiaje? Amua kumvaa Yesu Kristo. Unamvaaje Yesu Kristo? Mfanye kuwa ni kiongozi wa maisha yako, na Roho wa Mungu wa kweli atakuongoza katika kutenda yaliyo mema. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze, na neema ya Kristo isipungue juu yako. Nuru ya Kristo ikuangazie uingiapo na utokapo, nyakati zote na majira yote. Ninakuombea Mungu akutunze, akuinue na akuvushe na kutetee kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana. Aliyekuwa anaongea na wewe kwa majina naitwa Apostle Deusi Simon. Niko chini ya huduma ya utume kwa mataifa yote. Ninapatikana Mwanza, Tanzania, eneo moja inaitwa Nyakato. Barikiwa sana, karibu sana, tunakupenda. Mungu akubariki sana.